Sasa inatoka kwenye kitambaa cha upako, inatoka kwenye chufi za upako, sijui mafuta ya upako, inaendelea hivyo hivyo, dawa za mbu za upako, petroli ya upako. Sasa hivi imekuja nyoka wa upako. Unaombewa kupitia nyoka wa upako. Na kuonyesha kanisa hili, mchungaji huyu ametangaza ibada na kwamba sasa hivi kumbe hata hawa nyoka wana upako. Mungu kawapaka upako, na amekuja na nyoka anasema ambaye hajamtoa sumu, kwa sababu ukimtoa sumu ni imani dhaifu. Inabidi utafute nyoka mkali, mwenye sumu kali, alafu ndio aje atoe upako bila kuangata watu. Na akaitisha maombi haya, na yeye mwenyewe anasema nyoka huyu hawezi kumzuru watu kwa sababu ni nyoka wa upako. Na leo Mungu atafanya mambo makubwa kupitia nyoka huyu wa upako. Hebu tuone. Mchungaji yuko madhabahuni anaomba, na wazee wa kanisa na wahudumu wakimsaidia, kila mmoja anashika, anaambiwa shika huyu nyoka, hakugongi wala nini, ni nyoka wa upako, na Mungu anamtumia, atafanya makuu kupitia nyoka huyu. Na watu bado wanaabudu, wanakubali. Omba, lakini Mungu haziakiwi. Nyoka mwenyewe akaona, sasa nyinyi mmenileta hapa kufanya nini? Hapa sio mahali pangu. Mchungaji anasema nyoka huyu hawezi kunigonga, hawezi kumuuma mtu, pamoja na kwamba ana sumu, kwa sababu ana upako ndani mwake. Nyoka akasema mimi siko kwa kazi hiyo. Akaanza na mchungaji huyu aliyekuwa anasema huyu hawezi kuuma, akamgonga mchungaji, na mchungaji akasema hata kama nimegongwa msiogope, hii sumu haiwezi kwenda mahali popote, wala haiwezi kufanya kitu chochote, kwa sababu ya nguvu ya Mungu nilionayo. Maombi yanaendelea, sema hakuna mtu atakayedhurika, kwa sababu upako tulionao ni mkubwa. Miujiza ya shetani haichukuagi laundi. Huyu hapo dakika chache tu, yule nyoka wale kwa nasema wa upako hawezi kukuzuru, hawezi kufanya nini, hawezi kufanya nini, tayari kinara mwenyewe, mchungaji mwenyewe aliyekuwa anaendesha ibada ya maombi ya nyoka wa upako, hoi tabani anakata roho.